have kwa hivyo hizi miradi za Ganze niziachie hapo, sio nilikuwa nikiexplain. Ndio yote inakuja hapo kwamba miradi ya Ganze unasema kwamba haijafikiwa ile malengo. Nimekwambia kuna miradi mingi ya Ganze ambayo ilifanywa. Okay. Lakini kuna mingi ya executive ambayo ilitolewa pesa, na hii si Ganze peke yake. Kila ward hiyo sasa nikuulize. Acha nikuulize swali. Unajua nikuulize watu wa Kilifi swali. In supplementary 2 of 2025 2026. Sawa? Miradi ilitolewa to a tune of 1.8 billion. Okay. Ya development. Did you guys make noise about it? I'm coming. 1.8 billion ikatolewa kwa development budget, ikapelekwa kwa recurrent, ikakuja kwa recurrent. Ganze ilikuwa na mradi wa 1.8 billion. Ilikuwa na ngapi? Hata labda tuseme nyingi 100 million. Hizo 1.7 billion ilitoka wapi? Kwa ward zingine. Ward zingine. So ukisema ni Ganze, mimi napiga kelele. Mimi napiga kelele, yes, to be heard. Sawa? Because that is the mandate ambayo nilipewa kule ni represent watu wangu. Niongee kwamba hakuna mradi unafanyika, executive they should pull up the salt, they should implement these projects. Lakini wale ile 1.7 billion ambayo ilitolewa kwa zile ward zingine, kama hawataongea ni sawa, lakini go and take the document as supplementary budget too. How many stalled projects huko kwako? Uone exactly ni miradi gani ambayo ilitolewa kwa supplementary 2 ya 1.8 billion, sawa, ikarudishwa kwa recurrent ambapo country limeza 1 billion and something. Halafu angalia 1.8 ilitoka yote Ganze. Haikutoka Ganze, ilitoka Kaloleni, ikatoka hata Watamu. So miradi gani yako yenye iko stalled? Niko na miradi mingi ambayo iko stalled at the moment. Na zile zimekuwa stalled ndio hizo sasa tumerudishwa this financial year. By the way, hii mwaka watu watatumia hii mwaka just kumaliza miradi. Ziba macho kwamba tunafanya. What do you mean kuziba macho? Hizo za project ambazo hizo pesa ambazo zilipotea huko nyuma ndio project zinafanywa sasa hizi. Tukiangalia tulikuwa tuna Mweza Mirihini. Pesa yake ilipotea huko nyuma. Ilipoteaje? Pesa inapotea bwana. Hili swali tunauliza mara nyingi na Anita sina kujibu, au mradi inatolewa pesa na inapelekwa place nyingine. Inapelekwa mahali pengine. Huko ndo kupotea kwa pesa. Sasa kule kuna koenda kwingine ndo hatujui kwamba it's more valuable than kule ambako kumetolewa. You understand? So kuna Mweza Mirihini. Tuliloketea pesa huko nyuma. Ikatolewa. Sawa. Saa hii huu mwaka 2 years back ndio ilitolewa pesa. Saa hii ndio imerudishiwa pesa. So ile pesa kule tulipotelea, saa hii tungefanya mradi mpya. Na hii pesa ambayo imewekelewa tena. Ambayo pesa imeingia huu mwaka tungefanya miradi mpya. Lakini tunafanya miradi ambazo zilitolewa pesa huko nyuma. Mweza Mirihini ilitolewa pesa huko nyuma, imerudishwa sasa ndio tunafanya. Ambao tungefanya mradi mpya. Sawa? Muungano Jila imewekewa pesa sasa hii ambayo hiyo pesa ingekuwa tumetumia kufanya mradi mpya tena Ganze. Sawa? Pesa za Dungicha Maternity zimerudishwa pesa huu mwaka ambao ni project ambayo ilikuwa imalizi pesa yake ilitolewa huko nyuma ambapo ingeisha tungefanya another thing kwa hiyo dispensary maybe or something else. You understand? So miradi ambazo zilizolewa pesa huko nyuma ndio zinarudishwa pesa saa hizi. Okay? Most of them ambao hizi pesa kwa huu mwaka tungezifanyia mambo mengine. So is it that we want to show that we are working now? Because hizo ndo kelele ilikuwa nikipiga. Kwamba huu mradi hujafanya. Sasa wanafanya, lakini swali ni si zote, kidogo tu. Stadium yangu ya Ganze tuliwekea 15 million huko nyuma, pesa ikatolewa. Saa hii imewekewa only 5 million. So tungefanya ile wakati mwingine hii pesa saa hii tungetumia mahali pengine. Mbona ilipunguzwa pesa? Is it because you had your people had overquoted? Because by that time we had a good plan for the stadium. Okay. Kwa tujenge paka a bit stairs za watu za kukaa, show, changing rooms za players. You understand? But the 5 million will only maybe do the goal posting and leveling. That's it. You understand? Yeah. So swali ni mbona saa hii tunarudishwa miradi mitatu kama minne ambayo ilikuwa pesa kwa nyuma, ambapo pesa zake tungezitumia saa hii kufanya something else. Is this the reason why inafanya Kilifi inakuwa na pending bill kubwa sana? Knowledge yako ya pending bill hapa Kilifi, hebu naomba let me pick your brain now that you are here. Can we talk about pending bills kidogo tu? Kilifi County ina debt sana. Hilo swali nzuri na hata lijibiwa Senate. Sasa watu kwa Senate kule wakafanya mambo mawili matatu.
So kuna unajua umeniuliza maswali mawili ambayo sijajibu, ukakimbia kwa pending bills, of which nilikuwa kwanza nataka kusema hizi miradi ambazo Mativo alisema. Hiyo siwezi kuruka kwa sababu alikuja akasema. Si mlikuja mkaminterview? Na akasema ametengeneza miradi zaidi ya 72 ambayo anasema imekuwa, lakini ambayo imekuwa either iwe ni ya donor ama ni ya world development. Maana world development mwenyewe inakuwa. Lakini hii executive mimi nakwambia tangu hii government ichukue mpaka sasa miradi ya Ganze executive ambayo ilifanywa na iko na less than even 20 million or something. Ni kama miradi miwili mitatu. Less than 20 million. Miradi miwili mitatu. All of them combined ama moja 20 No. Mimi nasema kuna miradi ya executive. Kuna miradi ya world development. Ndio nasema hiyo ya executive ya partners, ya World Bank and something. Sawa. Ndio nasema hizi miradi zote za executive, zile ambazo ziko under executive, wachana mambo ya donors, wachana mambo ya world development, zile ambazo ziko under executive, zile ambazo zimekamilika, fikiri ni tatu. Gani? Kuna mradi wa maji wa pale Migodhomani ambao ulikuwa under executive, just about 1 kilometer. Kuna nyingine huku chini huku Masemo ulikuwa wa executive. Huo pia nao ni kama tunaweza sema ulikamilika. And I can't think of any ambao nyingine hiyo tu in your ward. I can say hiyo ndio labda imekamilika kwa upande wa executive. Kuna miradi mingi ya maji ambayo nimefanya kama world development, tumefanya as in tumepush. But ikija kwa ofisi ya governor ambao ni executive, ambao sasa ni zile miradi ambazo cabinet wanakaa wana allocate projects. Okay. Mbali na donor funded projects. Miradi miwili. Mimi naweza kusema kuna miradi kidogo sana ambayo sahi iko operational, ambayo ni ya Katolani pipeline. Hiyo inafanya sawa. Na hiyo ya Migodhomani hiyo inafanya. Okay. Lakini the others ambazo zimefanya they are either under world development. Okay. Yes. So what naambiwa world development tutafanya. Lakini zingine hata tukija wakati there's a time in terms of procurement. Utaambiwa even the director kama ana ukweli aongee, director of procurement. Anaitwa Mr. Jeff Afika. Kama ana ukweli ya kuongea, anaweza kuambia wakati wa procurement wanaambiwa wa halt executive projects. Msifanye procurement. Lakini world development ndio wanafanya procurement. What does it mean? Does it mean that tumegawanya hizo miradi kwamba executive projects ni za kitu kingine na za world development ni za kitu kingine? Hizo zote ni miradi za county, zinafaa zifanye zote. Mbona ufreeze procurement ya executive uachilie ya world development? Why? But akifreeze hata ni jina lake ndio litakuwa is it? I don't know why they do that. I don't know the reason. Maybe the director of procurement anaweza kaja kaeleza kwa nini huwa tuna allow because the other time alituambia nilisimamisha procurement. Alikuja Ganze governor June last year. Okay? Akasema nilisimamisha procurement because there was theft with the procurement officers. Kama na kumfuta kazi huyo director of procurement kama kulikuwa kuna not even that. So kulikuwa kuna ukora fulani hapo. So mimi nikaona wacha ni so within month everything will be okay. It didn't happen. So the big question ukifuatilia ni kwamba wakati amefreeze the procurement, amefreeze only executive projects, world development zinaendelea. Wakati huo badala ya kufuta hao maofisa ambao wamesema kwamba they are rogue officers in procurement, you are transferring them. You transfer them this, so you are transferring a problem to another department. Exactly. You are transferring a problem from. Are you in good relationship with the governor? Our governor is a very good friend of mine. Because if a governor has a best friend, you know why? Why? Because I tell him the truth. A good friend will tell you the truth. Mbona mkuli kwenye meza moja kama ni best yako? You see, professional. Mbona unateseka saa hizi wewe kama ni best yako? Katisangirani unateseka mheshimiwa. Sema tu. Maybe ni ile hardship yangu ya kuwa ngangari. Bosi unajua tumekuja hapa hata hatujakunywa hata soda. Bosi unateseka. Si yule Katisangirani wa zamani bwana.
Kasangirani ni yule. Hapo basi. Unajua ni kwa sababu gani? Mimi nilianza gear yangu na kanyaga kwamba I'll do the oversight. Okay. I will do the legislation. Gear ambayo labda ilikuwa too speed kwa watu wengine. Okay. Maybe wakaona Okay, so kabla lile swali letu la pili ambalo nilikuwa nimeliruka kwa sababu ya if the governor is performing, let's get back to the pending bills before we get to that, because hiyo maswala ya pending bill, it will give us highlight of the nitty-gritties of performance ya governor. Okay, pending bill ya Kilifi ni pesa ngapi? Pending bill ya Kilifi from the Public Accounts Committee and from the control of budget ambao pia tulikuwa tunaangalia sote kwa Senate bila. Yeah. It was mentioned to be around 11.9 billion. Okay. Of which maybe at the end of this close year maybe inaweza kapanda. Ama maybe inaweza kashuka as per the rate ambayo watalipa. Okay. At the Senate I heard that they have paid around 5.7 billion. Okay? But hata Senate iliuliza where is the aging analysis report ya kuonyesha kwamba hii 5.7 billion mumelipia huyu na yule kwa muda huu alifanya kazi hapa akalipwa hii. Haikuwa hiyo report. Hiyo report kwa Senate haikuwa. Okay. Ambayo ndio inatupatia limelight. Sisi wenyewe there are about 3 statements zimelala kwa ofisi ya waziri wa finance asking the same questions in the county assembly. Give us the report of pending bills, because the moment governor aliposhika usukani, but he started well. Kulikuwa na committee ambayo jopo ambalo lilitengezwa hapa. We had confidence with that man. I campaigned for that man. Nilikuwa naona confidence. George Kithi is a personal friend. And I didn't campaign for George Kithi. And he's a personal friend. Tumekaa naye Nairobi. Kila kitu. But I didn't campaign for him. Why? Because I saw something apart from the party. Ambao tulikuwa one party. I saw something in Mung'aro that this guy can perform. Kiulizia, he was a good MP. He was a good MP. This guy performed. I said, yeah, this is the man to go with. And immediately after the Sony, akasema I have 4 agendas: health, agriculture, water, and the other one was education, I think. If I'm not wrong. Okay. Same akatengeneza task force ya kuangalia pending bills. Niliona hiyo task force. There were two task force. Don't forget. Yeah. Kulikuwa na human resource. Kuangalia kama tuna ghost workers, not only ghost workers, but we have fake certificates in most of these organizations, not only in Kilifi County, but across the country. So the task force ilikuwa ituambie so and so is a director. Yes, he's qualified to be a director. Because he has the papers, the genuine papers. Report ikatokaje? Pending bill atuambie tunadaiwa hii na tunadaiwa pale na pale. Na alikuja akaketi na sisi MCs akatuambia vizuri, I will bring that report. Wewe kama MC wa Ganze chukua, tuambie hii ilifanyika kwa wodi yako. Yes, niseme hii governor ni urongo. Hii mlipe kweli. Huyu hapana. Ilifanyika. There was a task force. Committee was formed. At the end of it, tukaanza kuitisha sasa the reports. Leteni reports tuone. Tulikuwa tumeelewana. Leteni reports. Paka leo hatujapata report ya pending bill. What is being hidden? Ni nini inafichwa hapo ambao haitakani kukuja assembly tuangalie, ama public iko kwa public domain tujue hii ni pending bill ya kweli na hii si pending bill ya kweli. You go to the Senate, you say you have paid 5.7 billion on pending bill without aging analysis report to show who and who benefited from the pending bill payment. You understand? How is it that county inapokea pesa every financial year? For example, let's say 12 billion imeingia katika county, and towards the end of the financial year unapata kuna pending bill bilioni 3, bilioni 5, 11 billion. Hii pesa ambayo county inapokewa inaenda. Is the county living beyond its means? Are we procuring things that are not in the budget plan for a particular year? What is the problem? Pending bill, there are main factors ambazo zina contribute to pending bill. But
90% of those factors are deliberately done. Deliberately. We can talk of one that is genuine. Maybe if we get sort of ambitious about our own resource revenue, we put at 2 point. The other time we said 2.2 billion. Tunakadiria 2.2 billion kama our own resource revenue. So if we definitely collect less, of which I believe we can collect even 5 billion if count by the way, if all the systems are well functioning. Okay. Because we have a lot of land, we can collect a lot from land rates. Parking, we can digitalize everything. You understand? Yeah. Weight bridges, everything, whatever. But if we say we are going to collect 2.2 billion, then maybe we collect 1.8 billion. We have a deficit of about 400 million. Yeah. That's a small thing. But getting a pending bill of billions, that's why we are saying, give us the report, okay, of these pending bills. Were they done or they were not done? Or the amount that we are saying, okay, this is a pending bill of such and such a thing was procured, was done. We want to see, was it done or was not done? Understand? That's when we can actually analyze and say the pending bills we have ni kwa sababu ya hii haikulipwa na haikulipwa kwa sababu kweli haikufanya. And another thing, what do we ask from the control of budget in terms of money we want to pay? There's something we call request versus beneficiary. Okay. Just the way pesa ya development ilitolewa ikeko kwa recurrent. We are talking about kuitisha pesa za national ndo ishuke. Tumetoa request ya bursary. Every ward is supposed to receive 10 million per year. We have requested maybe 5 million per ward. Okay. Okay? That's around 175 million. Right? Imekuja 175 million. It's meant to go to where? Mashule bursaries. To the bursaries. Does it go there? If it doesn't go there, so the pending bill ya bursary definitely inazidi. Sasa tunadai almost 8 million. 8 million per ward. Wajua by that tuko mwaka usahau. Tuko 2026. So what happens to the money from previous year? Pangue macho kidogo. Tuko financial year gani? 2025, 2026, 2027. So tuko 2026, 2027, right? Yes. Now, 2025, 2026 tuko tunadai 8 million ambao tumeingia nazo huu mwaka. Yeah. More than 8 million by the way, because tunaongeza pesa zingine kwa supplementary of which we need the 70% ingie tena kwa ward scholarship ward bursary. Sawa. So tunadai like almost, I don't know, 10 million maybe per ward. Tumeingia this year, huu ni mwaka mpya, tuko na another 10 million. So tunadai kama kila ward sasa inadai 20 million basi. Before the end of 2026, 2027, which is next year July, we are supposed to be given 20 million per ward, or at least 18 million. Kama hizo zingine watakuwa maybe wameziweka kwa scholarship. Is that going to happen? Vile wewe unaona hivi. Tuishi tuombe Mungu 2027, 2026 mwaka next year. Nitakuja hapa labda utanihoji tena nitakwambia tumevuka na deni. Lile tulikuwa tunadai 18 million, sasa tumevuka nalo na tunaenda na 30 sasa. So those are the things that contribute to pending bills. Do you think, now be very honest with me, do you think kiongozi wa executive ambaye yupo sasa hivi ambaye ndo anashikiliaga mfereji wa county ana mapendeleo? Mapendeleo kivipi? Wale MCAs ambao walikuwa pale kwenye county assembly, kuna mgawanyiko. I know you will not say it, but kuna mgawanyiko. Kuna mgawanyiko pale. Ana ambitions zake. Unajua county assembly tunaenda different people That is a collection of different from different mammals, backgrounds. Different mammals. We are all mammals, right? So pale tuko mchanganyiko. Background ya elimu, background ya culture, exposure, background ya tribe. You understand? Different backgrounds. Tunaenda nazo pale. So kila mtu akiingia pale na akili zake, kuna yule ambaye atasema I'm doing this. Kwa hivyo hamna umoja tu kusema ile ukweli, so inakuwa kufanya kazi nyingi kama MCAs inakuwa opinion. Kuna opinions tofauti. Okay, kila mtu ana opinion yake and every opinion by the it is being respected. Okay. Because hata kama kuna motion wengi wape, hata kama
inaharibu, lakini washapitisha, hao ndo wamefanya nini? Wamepitisha. So pale kuna ule uhuru, freedom of opinion. Okay. And the eyes always have it. But So, kama mnaishi ile kama pale, I didn't want us to get into the county assembly. Now please, if you're not comfortable, talk about it. Let me talk about that. I remember there's a time we had a conversation with you in another setting, and you said some things and you were forced to apologize because of those sentiments that you... I was suspended. Yes. That means no one respects opinion ya mtu. It's either you're with us or you're with us. Because if you're not with us, inamaanisha kwamba tutakudhalilisha, tutakustrip of some powers, tutakustrip of some benefits, you know. So hapa hakuna eti they respect our lakini opinion. Sasa nakwambia pale kila mtu pale ameenda na akili zake. So in short, mimi nimeenda na zangu na nikaamua nisimame na ukweli na uhuru wa wananchi. So in short, the County Assembly of Kilifi does not respect each member's opinion, because if they the County Assembly of Kilifi, it does not respect each member's opinion. It respects. It does not. If it was, or if it does, usingeambiwa apologize for sentiments that were your beliefs and your honest opinions. You see, the reason is because I didn't respect the other side's thinking. That's why I was forced to apologize. And because kuna uhuru wa kuongea anything, you know, there's freedom. Okay? And pale ni kwamba kila MCA I respect decision ya mtu yoyote, si ndio? Sasa wange respect decision yako na opinion yako. Mimi, the reason why I was told to apologize is because I said MCAs wengine walikuwa forced kufanya nini na nini. Na bado alirudia ile narudia. Yaani nasema. So kusema vile ni kwamba maybe nimehujumu uhuru wao wa pale bunge. Unanielewa? If you put it like that, let me just say I will understand you. So nilipohujumu ule uhuru wao pale bunge wa kusema anachohisi kama MCA yoyote anaweza ongea, anaweza fanya. Ni kama vile nimekwambia tunaweza tukapitisha mswada. Mimi naweza kuwa siko kwa huo mswada, lakini I must respect the decision that has been. Yes. Okay. So because maybe ile ilitokea pale hata kama sipendi lakini imepita, I am supposed to do what? To accept and I like how diplomatic you are. But tusonge kidogo mbele. Kiongozi wa Ganze. Pending bills ziko. Na ni nyingi. Do you think tutamalizana na hizi pending bills huu mwaka kweli? Au mwaka tuwezi malizana na pending bills? You think tutapata maendeleo huu mwaka? No. You see, at the moment, I don't know how much the county government has been told to settle pending bills maybe for this year. Okay. From what they have received from the exchequer. Okay. So the county assembly does not have any report regarding what is happening in terms of pending bills? Hatuna report. Tuliitisha hiyo report. Na nyinyi ndio watu wetu wa oversight. Mmeshindwa na kazi? No, tunaitisha. Kazi yetu si kuitisha. Kwani kazi yetu ni nini? Si muandamane muende hapo kwa ofisi mkachukue hiyo karatasi. MCAs mmeshindwa na kazi. Kiongozi mmeshindwa na kazi. Usi generalize. Sema mimi. So kuna watu wengine wanajua pending bill. Anita, uko na mimi hapa. Sasa wewe deal na mimi. Ukisema MCAs wengine deal na mimi. So let me ask you. The report that you've requested. Yes. Was it only from you or from fellow MCAs? The report I asked, mimi ndo niulize. Uliulize hiyo report. Maybe ikikuja county assembly ingeletwa because kila mtu yote anaweza uliza swali lolote analotaka kutoka executive. Mimi nilichoose kuuliza mambo pending bills report. No one else cares about the pending report. Huh? No one else has ever asked in that county assembly. New York also asked the same question. What was it? After I have asked, haijakuja. I asked again, haijakuja. Nyoki also asked, haijakuja. There are a lot of statements ambazo hazijajibiwa. Okay. You understand? Okay. And we can't. So if that happens, what are you supposed to do as the representative of the people? I've said mine is to stop. Amwezi shikana mkandamano. Wataka tuandamane? No, sisi tunaongea. And you see this government, so kama kile ambacho mnakiongea Kenya kuna different agencies that is supposed to do their work. Kama sisi kwa mfano sisi tulitisha pending bills report hatujaletewa, right? Sasa CPO ameitisha. CPO SA tunataka. So that is another organ. Maybe it can give us a solution. Okay. You understand? Okay.
Maybe ACC wanaweza itisha hiyo report na maybe tukapata kama kujua kama Kilifi County tunafanya Lakini nini. sikumeni mpewe hiyo report bwana. Report tutajua, Kajwang maybe akipata atatugawia. Now. Na tutajua. Do you think, now let's go back to the question that I had asked you and I told you to hold it until we talk about this pending bill issue. Kiongozi, kwa maoni yako, do you think governor amefanya kazi na ameperform for Kilifi people? Na kwa asilimia ngapi? Ukiniuliza mimi, utasema hii serikali account under the leadership of His Excellency Gideon Maitha Mung'aro. I've said Gideon Maitha Mung'aro is my friend. Your personal friend. You eat on the same table. Because but bado nateseka. A good friend tells you the truth. Lakini ucharuna sirima msirangu. Unaambia the king is naked. Please cover up. That is the best. And that is the friend. Only way you will be utadugwa na msumari hapo. No, afadhali niseme ukweli. I'll be, mimi so ukweli wako I like doing my job. Ukweli wako kwa performance ukoje? I like doing my job. You understand? Hata nikianguka kwa sababu nimefanya kazi yangu, I'll be so proud. Okay. Then nisifanye kazi, alafu then I go back and do the same or the same mistake. The same mistake. What are you doing? You are not a human being. Yeah. You can be a reptile or something. That is not even being a warm-blooded. You are a cold-blooded fellow. Yeah. You understand? But me, I'm a mammal, I'm warm-blooded. So I want to deal, as in, let me do my job. Even if I don't get re-elected, I will walk the streets of Kilifi head high, proud that I did my job. And my job is not to implement projects. My job is to do the oversight, to do the legislation, and to represent the people of Ganze. Mbali na hiyo, kufanya miradi, kufanya nini, hiyo ni jukumu langu. Nikiona mradi hujafanywa, nenda naongea, nauliza swali bunge, kwa nini mradi? Mbonga Bridge ilianguka, nikauliza swali, wakasema retention money itatumika. Ndio hiyo retention money nasikia hata ilitolewa kwa senator, nasikia walitoa. You understand? Nilikuwa hiyo ndio tunaingoja ijenge Mbonga Bridge. You understand? Bridge ya Maojo ilikuwa itengenezwe kutoka Malomani, barabara ipigwe ilimwe, iwekwe Maram mpaka Mojo, tutengenezwe kale ka bridge, haikufanyika. Pesa nasikia anaweza kuwa alilipwa. You understand? So those are the things mimi ninafanya na ninauliza maswali. Lakini mtu wa Ganze ni akisimama atupime. Okay? According to the mandate. Yes, according to the mandate. Usije ukanipatia mzigo wa gavana na ukanilaumu kwa sababu ya kazi ya gavana. Sema uliongea. Yes, niliongea. But do you tell your people kwamba hii ndo kazi yangu na kazi yangu nimeifanya na hii ni kazi ya gavana na hii ni kazi ya nani? That is the civic education. Do you do it? That I do it kwa mazishi, kwa the moment I meet a Ganze fellow, that is the first thing I do, civic education. I can predicate na mwambia tayari, so that at least that enlightenment wanajua. That's what I'm saying. Ganze people wakiketi wanasema kazi yako ni oversight, ulifanya. And if you want to know my oversight role, my legislation for and representation, you go to the Hansard and you will know kama nilikuwa nafanya hizo kazi. Now, is governor performing? Governor, we have we call them critical indicators. Okay. Of a government, forming government. Tuzifanye ziwe fupi. Nataka kuzisema tu kama 12 tu. 12. Haya, sema 6 and then we go for a short break and then tuseme zile zingine zetu. Now, critical number 1, what is the poverty index? Okay. Umepata poverty, umeingia umepata poverty index iko hapa. How was the poverty index in 2022 and how is it right now? That's what I'm only talking about the indicators. I don't have the figures. Okay. Okay? Sasa ukiangalia watu wanalia, umaskini umefanya nini? Ajira hakuna. You understand? That's a Kenyan problem. So the poverty again. index, it is a Kenyan problem, but you with whatever you get from as your share, how best have you managed to reduce the poverty index? Yes. Okay. That is number 1. Number 2, same I'm talking about the indicators. Now we have the education system. How does the education system work? That is the second indicator. You understand? Ulikuja ukapata ECDs kwa hivi, how best have you improved? Ukiangalia sasa hii ECDs za Ganze, there is tangu aingie gavana, kuna ECDs tulikuwa nazo 7 ambao ilifanyika ni moja under world development. Hizo zote tunazekea pesa mpaka sasa bado tunazekea pesa.
Ukiangalia VTC the same. Remember I'm talking about Ganze people and Ganze as a word. Okay. You understand? So ukiangalia ECDs hazijafanya kazi. You understand? As in zimekuwa stalled. Ukiangalia Polytechnic imewekewa pesa haijataanzwa. Pesa inawekwa, tunaambiwa tutatengeneza community wafanye, wamefungua account nini. Capitation iko under education. ECDs walimu wameambiwa fungue account na committee, watawekewa pesa capitation. Huu mwaka ni wangapi? Ni watatu. Hawajaona pesa ya capitation. So that is indicator number what? Number 2. Indicator number 3, we can talk of the employee satisfaction. Okay. How best are the employees of county? You see, in any organization, how do you satisfy the employees? Okay. Employee satisfaction. And there is a research as a boss you should do. If it is possible, annually. It's called the what? Employee satisfaction report. You get to understand feedback from the employees. 10 out of the employees, 9 watakwambia we are not satisfied with this. Go and do that research. You are a journalist. You will give me a report. Number 4, kuna contractors and suppliers ambao hawajalipwa. Pending bill, ballooning. Contractors. Yeah. 9 out of 10 of the contractors who are here ukipita now watakwambia how is this government performing in terms of contracts? 9 watakwambia we are not satisfied. You understand? Ni kubaya basi. How is the economy growing? Okay. You understand? There is that GDP of a country. I think for county we call it GCP, something. How is it improving? We call GDP, I think for country. I think for a country it's GCP, something like that. How has it improved? Okay. That's the indicator also that economists can tell us. You understand? That is another indicator. Another indicator, we have the revenue collection level of the county. How are we improving? Okay? Okay. So those are the indicators. Nimesema niseme 6 ama niendelee? Yes. Hapo kwa 6 hapo. Kwa hivyo nimesema the poverty index, education system, employee satisfaction, contractors and suppliers satisfaction, the county economic growth, and the county revenue collection level. So those are 6. Okay. 6 more. Tuendelee tumalize. Yes. The 7th indicator kuonyesha kwamba serikali imeperform ama haijafanya nini? Ama haijaperform. There's something called the food basket. Okay. Kupunguza njaa. You understand? I'm happy. I think in the budget wameallocate around 60 million to buy new tractors. Za mashambani. Mashambani. But unajua hizi tractors wakati Kingi aliingia zilikuwa. I'm coming there. That's what I'm saying. Hiyo wakati wote. But from 2022 to date, mbegu hazikuji to the good quantity to satisfy the. We should, because alisema one of his pillars is agriculture. One thing he could have done, angefanya ni kununua hizo tractors maybe ama kuzirekebisha zile zingine zote zifanye kazi at least 1 per ward ziwe zina function. That is number 1. Number 2, mbegu ingekuwa yani inakuja ikiwa quality mzuri na ya kutosha. Yes, quality as per our climate. Yeah. You understand? Na iwe ya kutosha. Okay. Because we have short rains. So watu wa agriculture ukiuliza wanakuambia hii mbegu ambayo imekuja ingekuja ile nyingine ingeweza short rains ingeweza. Lakini hizo mbegu imagine you are getting like I don't know how many bags per ward. So unazigawanyaje? Every ward maybe inaweza pata bags around maybe 120. So how many people are in my farmers? Exactly. So we should invest more on agriculture for food basket. Okay. Sasa that is another indicator kuonyesha. Another one is the level of corruption. Okay. Watu ni wafisadi ama ufisadi umepungua? That is now the EACC, the ethics. Umesema level of. Yes, I'm just giving you the indicators za kuonyesha kwamba ameperform ama hajaperform. Sasa mimi swali nimekuuliza wewe, so hii corruption imepanda ama imepungua? To me naweza sema imepanda. Corruption. Watu wanahongwa sana? Mimi naweza kupata mfano, maybe si watu wanahongwa sana. Lakini ukiangalia the
inaitwa the supply, pesa zina supply namna gani, yani understand circulation ya pesa. Yes, understand. Hiyo itakwambia. And corruption, you just ask the stakeholders involved. Okay. They can give us, and there's a report by the for anti-corruption ambao wanatoa the corruption index in every county. Go Google that report. Okay. You will know where your county is. Sawa. Another, nimesema nini hiyo? The level of corruption. Level of corruption. Yes. That is now the 11. County, ama we are 10. County health system, that is number 9. Okay. CHPs. 3 years hawajalipwa. Hapana wewe, niliongea na mmoja juzi alisema ni miezi minne tu. I'm coming there. CHP first huyo miezi ambaye amesema amebakisha miezi yupi huyo? Kuna mtu nilimwongelesha mimi nikamuuliza. Ameniambia hawajalipwa. Vipi kiongozi ulilipo mwadai shilingi ngapi? Akaniambia miezi minne tu peke yake. Kwa national CHP wanalipa mara 2. Oh, wanalipa kwa county. That one I know. Sasa alipokuambia miezi minne, ulimuuliza ni account hiyo? No, for the county, from the county level. My dear. Kilongozi. Sisi tuna deal na CHPs. Paka kuna wengine tunabeba juzi wakakuja kufanya mchango hapa, walikuja kuchaguana hapa, wanataka kutengeneza vuguvugu lao. Watengeze vuguvugu. Sasa hao ni wanasiasa. Wanataka yani. Hao ni activist hao, si CHPs. Kama I don't know, umbrella yao or something. I don't know. Okay. And I asked them. How many years? How many years hawajalipa? Mimi wananiambia juzi tu from the county kutoka pesa za CHP zingie. Tuanze kuallocate. Mimi waliniambia walipo kama miezi 2 huko nyuma, and then ikajikakaa paka juzi. Hao walikuwa wanataka tu kukula kwa pesa. Kwa supplementary budget ndio sisi tuliongeza pesa. Sasa acha nikuulize swali. Main budget 25-26 tuliallocate pesa za CHPs. Hawakulipa paka hiyo budget. Mpaka mwezi wa 5 juzi hawakuwa wamepewa pesa. Mpaka tulipokuja kwa supplementary budget, pesa zikatolewa pale, tukawekea kwa supplementary budget another 69 million juzi Mei kwa supplementary pesa ambazo tulizitoa kwa development. So kumaanisha saizi vile mwaka umeisha walilipo kwa sababu pesa mlikuwa mmeokota mahali mkaweka. Nasema tuliwapatia wakapunguziwa deni. Lakini pesa tunaweka kila budget. Sasa swali ni kama wanadai nini na kila pesa zinawekwa kila mwaka. Na kama kweli walikuwa hawadai. Mbona kulikuwa na pesa za 25-26 ikabidi tuweke pesa kwa supplementary budget tena? Kwani waliongezeka au CHP ndio tukaweka pesa, ama zile pesa za kwanza zilikuwa diverted? Maybe the officer wa county wa finance ama health aseme, atuambie chief officer kwamba tuliongeza pesa kwa supplementary kwa sababu ile mgao wa kwanza ulikuwa na shida hii na hii na hii. Sawa. So tumesema health system, drugs, kuna vilio vingi vya madawa. Kuna hospitali. Juzi nilienda pale hospitali kubwa. Kuna kazi kama mtoto wa hapo kwetu Ganzi hapo alipigwa na shoti ya stima. Mpaka juzi nafikiri alikatwa miguu yote miwili na mkono. So amebakisha mkono mmoja peke yake. So tukampeleka hapo Kilifi County Hospital. The father is calling me. Ananiambia daktari ameniambia nitafute hydrogen peroxide na sanitizer ndio ashirikie mgonjwa. So tukaitisha, nikasema ni how much? Akasema acha niulize. Alipouliza anambia hydrogen peroxide is 50 bob. So we don't have hydrogen peroxide. Ni kitu yenye inapatikana, but you know such things huwa zinatumika sana in households sana. Kwa hivyo zipatikana hospitali. Jamani ni dawa ya kutumika nini? Sijui kama inatumia kusafisha kidonda labda kitu kama. Naomba twende break for a minute. Usiondoke wala usibanduke. This is the Sit Down podcast by Anita Santuri. Welcome back to the Sit Down. Mimi naitwa Anita Santuri. Leo tuko na mgeni wetu Mheshimiwa Karisa Ngirani all the way kutoka Ganze Ward, na tunazungumzia kuhusu matukio ya Kilifi County. Sasa tunasema about the health indicator. Yes. Ni vitu kama hizo tunaangalia. How well is our hospitals equipped? Yes. You understand? Because we give like $1 billion plus for drugs. Yeah. Drugs peke yake and non-pharmaceuticals. Over $1 billion. Oh,
zaidi ya bilioni 1 kwa dawa kwa mwaka. Mbona hatuna madawa? Sasa ndo nakwambia those are the indicators now we want to see. Zaidi ya bilioni 1 kiongozi. Na ukienda hospitalini lakini pia Mgala muwe haki yake pia. So mnaona mmewekewa cancer center pale mheshimiwa, ili watu wakiwa na magonjwa magumu cancer, ukiwa na tatizo la uendi Nairobi, uendi Kenneth sasa hivi, uendi Makadara kwenda kufanya unafanywa pale pale county hospital. Kama mheshimiwa hiyo hujaiona. Sasa ukisema Mgala muwe haki yake mpya, tunaangalia we go with the primary what needs, the primary and secondary. Yeah. Ukiangalia dispensaries zetu, okay, most of them unaenda pale kuna madawa kitu kidogo, unaambiwa uende kanunue dawa. Understand? So dawa vitu vidogo kama hizo ndio at least ule mwananchi kule chini hata akiumwa na nyoka anafanya nini? Anasaidika chap before alitosijui paka Kilifi ama paka wapi. So tunaongea kitu kama hizo. Tajuaje kama wale wafanyikazi wenye wako katika hizo dispensaries wanaiba hayo madawa? Sina proof. But kama ni hivyo, watuambie kwamba sisi tunapeleka madawa kweli lakini madawa hakuna. Yanaibiwa ili the culprits fine nini? Washikwe. So that's another indicator if we talk about the health system. If we talk about the water supply system pia mara maji imekatwa kwa yote. Mara basi hapa hawajakuwa na maji 5 months. Exactly, kitu kama hiyo. So those are the indicators, the water whatever. Mara sijui hatujalipa bili ya stima, mara hatujalipa bili ya water. You understand? The count roads network system. Okay. Understand? Those are the indicators. How good are our roads? Rural, both rural and urban. So that is another indicator. County project implementation now, the budget implementation. How is the budget implemented in every financial year? That is another indicator. Ya kuonyesha, is this county government performing? The fact that we have a huge pending bill, the fact that pesa zinatolewa katika development inaweka kwa recurrent. The last, not least now, the 14th, actually nimefika 14th. Nilikuwa nasema 12 but they are 14. Last is the debt management. Now if we talk about the what? The pending bills of account. How is the debt management? So these 14 indicators to the Kilifi people, from where you sit, here, you can now analyze hizo 14 na ujue kabisa kwamba hizi 14 sawa, mbizo zime moja ni gani imeperform. Now out of the 14 mark. Sasa mimi nimekuuliza wewe swali kiongozi. Sasa mimi ninakwambia mimi nikimark kutoka Ganze naweza sema all these sijaziona zimeperform. Naweza patia kila function, kila kila indicator ambayo nimeweka is less than 5 out of 10. Less than 5 out of 10 from where I come from. Okay. I don't know you from where you come from. I don't know. But using this indicator they are able to know kama governor wao kama uongozi ambao mamlaka. Unajua swali umeniuliza mimi lakini nataka nilipose pia kwa watu wengine. Siwezi sema Kilifi lakini wewe kama individual you can use those indicators na useme kwamba yes imefanyika hivi from these indicators I can give out of the 14 hii imefanya, hii haijafanya, hii haijafanya, hii imefanya to this extent, hii imefanya to this extent. And from that about the performance of the government. You see, Kilifi people should be very careful. Okay. What do you mean? Especially in choosing the next government. Okay. And we only hiyo ndio mwaka tumebaki nao peke yake wa kufanya miradi. Huu mwaka ndio tumebaki peke yake kufanya miradi. Kuna kiongozi mwingine ambaye aliita watu wake. Sawa? Nataka usikie story vizuri sana. Alipowaita akasema mniletee kuku
Wa rangi gani? Ama Kuku kutaja tu, si uganga unao. Kuku tu, kuku. Kwani watu wa Ganze na lazima tuko. Kwani kuna kuku ambaye hauli rangi? Unachagua rangi ukichinja kuku. Kuku mweupe mimi. Wewe kuku mweupe? Sili mimi. Sasa huyo kiongozi kule uzunguni kule alita kuku akamwambia mweke kule kando. Nyinyi njoo mkae huko. Yeah. Akamrushia tembe ile kuku. Sawa? Kuku akadona. Akadona paka kwa miguu yake. Kusha. Alipofika pale yule kiongozi akamshika yule kuku. Andamuri afkara. Richard Kwambire. Akashika yule kuku. Akamshika yule kuku. Akaanza kumtoa manyoya bila kumchinja. Umenipata? Futula. Akatoa manyoya, kuku anapiga, anaumia. You understand? Painful, yeah. Painful, si ndio? Akamtoa hivyo hivyo, analia. Wale viongozi wanasema, what are you doing? Wengine wanasema, maybe that act inawafurahisha. But yule jamaa alitoa yule kuku manyoya yao yote. Alafu akamwachilia. Sasa kuku akaanza kushiva. You understand? Kuna baridi. Akaanza kuzuazua. Sasa akaachiliwa aende sasa. Sasa nasikia baridi, anazuazua, damu inatoka. Akachukua tena tembe za mahindi tena. Akamrushia tena. Akadona tena yule kuku. Mpaka kwa miguu yake. Akamshika, akamchinja. Akamuua. Sawa? Ninasema nini? Umepata funzo lolote labda? Nimepata funzo kubwa sana. Sasa sitapewa tembe mimi. Sasa kawaida ya mwanasiasa. Unajua kuna wanasiasa. Mimi by the way si mwanasiasa. I think that is the real thing about tunapigana na hao wengine because I'm not a politician. Okay. And I don't want to be a politician. But I will serve on the political positions. And but you're not a politician. Without putting politics ndani. Okay. You understand? Tulishua tembe wana Kilifi, si ndio? Tulidona. Fine. Tukadona paka miguuni. Tukafutulwa sasa. Sawa? Tukafutulwa. Huu ni mwaka wa mwisho Sasa tunatetemeka. Damu inafanya nini? Inamwagika. Tumeumia. You understand? Sasa 2027 is coming. Tembe zitarushwa nyingi sasa. This time round. You understand? Na tutaanza na hii maybe kwanza huu mwaka tutafanywa project hizi ni tembe sasa. Tunaonyeshwa there's something happening. Tunarushwa tembe. That is something happening. There's something happening. Mpaka ikifika 2027 tena. Kuisha. Naendwa mboga. Kabla tufanywe mboga. Tuliona kiongozi wetu aliapia katika ile PAC committee, ile Public Accounts Committee pale Nairobi, maseneta walikuwa pale, kiongozi akazungumza. What was your take home from that conversation? Nilifuatilia hiyo conversation ya Senate. Tunakuja pale kwa indicator number 1. Another indicator nimekuambia ni project implementation. Nikakwambia nyingine ni corruption budget, and then budget. Yes, so from the Senate. Kuna mambo kidogo nilipick. One of it being a raindrop issue. Raindrop tunaambiwa tunawalipa 4 million in a month na hawafanyi kazi. So waliandika yule ambaye alisign na yeye agreement. Alisign agreement kwamba sijui atafanya kazi juu kwa miaka mingapi. Sasa ile nini ilipokatiziwa, sasa tunalipa raindrops 4 million every month. So mbona hawafanyi kazi? Si waendelee kufanya kazi na wanalipwa tayari. Sasa ile contract ilikuwa terminated. So wana terminate contract bila proper the former regime walisign contract. I don't know for 10 years, I don't know for 15 years or something. Okay? Hii regime ilipoingia, nakwambia Imara alianzisha kazi vizuri. Wakakatisha hiyo contract. Walikuwa hapana. Hawa watu maybe wanatumiza sana ile contract, si ndio? Akaona afanye nini? Aikatizie. So mbona hakuikatizia na huo mfereji ukawakatiziwa na hiyo pesa kuingia? Sasa hapo wanasema walienda kotini. Koti ndio ikasema 4 million in a month. Mimi naongea vile nilitake from the Senate. Sasa kitu ni kwamba watu wa Kilifi wajue kwamba we are losing milioni 4 kila mwezi kwa watu ambao hawafanyi kazi, kwa kampuni ambayo iliacha kufanya kazi na Kilifi kitambo. Lakini we are losing how much? Because of our own mistakes. Exactly. So 4 million ingeajiri
vijana wangapi kwa mwezi. So the company haina makosa. Makosa ni kwamba during the signing of this contract kuna mambo ambayo yalifanyika. Unajua hiyo contract tuliitisha bunge, hatujaipata. Okay. Hiyo raindrops. Tuliitisha all the contracts ambazo MOUs and contracts ambazo county government of Kilifi ambayo ina run nazo na ambazo zimesign. Okay. Maybe yet to be implemented, ambazo zime-complemented and those that are effective. Hatujapata. Okay. Report. You understand? Tunaisukuma bado. Okay. So that is one. Another since thing, this conversation involves a private entity, we will not really get into deep into that conversation because we do not have the hatuna details how raindrops yes. hizo zote bla bla, tuko tunajua tu walikuwa na offer service za revenue collection but hatujui ni nini exactly because we wanted that report tuisome tuelewe ndo exactly, and the custodian executive sisi hatuna custodian, we can only ask for this report ikuje. Another thing, tunaambiwa kwamba ukiangalia pale kama governor alikuwa anaulizwa maswali anaambia chief officer hiyo inaendaje, analaumu viongozi wafanyikazi wake. Understand? Instead of him as the chief executive officer to take responsibility. You are there to take responsibility as the chief. Well, kama ni chief executive officer of any company, you take responsibility. No, but he did. Alisema I will deal with my house when I get back home. He could have dealt with that house before going to the edit is washing that linen for the public. Angeambia ange nini pale baadaye ndo ama ange put the house in order before, because article 226 I guess. You are responsible of that office. Hata yule ambayo mambo mengine alifanyika sijui miaka mingapi, you are the governor, you are responsible of vitu zozote ambazo zimefanyika. You understand? So we should not run from our responsibilities. Okay. Tukiangalia pale kwa Senate, kitu kingine ambacho pia tulipick, kulikuwa na payment of vouchers. Okay. From the CBM account of the county to the raindrop account. Payment vouchers. Wamelipwa hii 4 million. Wamelipwa hii. You understand? But zile vouchers hazikuweko pale. Sasa hatujui walikuwa wanalipwa vipi without vouchers, because there were no supporting documents. But every month pesa inaingia. But hakuna supporting documents. Hakuna vouchers. Once again, we will not get into that conversation because this involves a private entity and we do not have full information. Tuliambiwa kwamba 11.9 is the pending bill. They have paid 5.7, but there is no aging analysis report kuonyesha actually zile pending bill vile ziko na vile zimelipwa na zimelipwa nani na zimelipwa wakati gani and project gani ifanya nini imelipwa. Statute deduction. Kuna kitu tunaita statute deduction kama pension, you understand? For all these employees, you understand? Yeah. Was not remitted. Kwa sababu gani? Sasa mimi nasema ile ambayo ilikuwa okay. Senate walisema. Okay. Sijui ni kwa nini county hawakuremit kitu. Yaani there is no remittance of. Hakuna ile report kuonyesha kwamba hii ilienda. So hatujui kama pension ilikuwa deducted kweli kaenda kwa. You understand? Because if there is no that it was not remitted, it means maybe hata wafanyikazi wetu wana. You understand? Kitu kingine ambacho tulikuwa tunaambiwa kwamba wafanyikazi maybe wana like around 1.2 employee payable of about 1.17 billion. Na tukiambiwa huu mwaka tayari ambao tulimaliza 1 month. I think it was almost 800. I don't know the last hiyo month hiyo ambao walienda huko Senate. Wanadai kwa sababu gani? Si kila mwezi county inapata pesa. That's what I'm saying. Pesa zimekuwa budgeted, but sasa tujui kwa nini hawafanyi nini? Hawalipi. Exactly. Kuna issue sasa ambayo ilikuwa sasa hiyo ya hiyo pending bill ambayo ilizungumziwa hapo kwa Senate kama ulisikia. There was a committee that was done. I mean ilikuwa inaitwa Accounts Payable Committee. Ambayo ilikuwa inataka kuonyesha hizi pending bills, ifuatilie hii pending bills. Okay. But kama ulisikia governor, the chairperson of that committee is supposed to be the internal auditor ambaye anaweza fuatilia vizuri hizo pending bills. Funny thing, our county waliweka chairperson ambaye ni the counting officers, chief officer ako kwa hiyo committee. Huyu ndo anaweza kuwa amesababisha hizo pending bills. Ataji audit namna gani? So swali lilikuwa ni
mbona mna sideline Auditor General to be the chair of this committee, mnaweka watu ambao they might be the ones responsible for this pending bills. So in short, this appearance, what's your take home kwa line moja? My appearance, the governor really understood what he was doing? The governor, does he understand his my take is, whatever we have been asking at the counter assembly, wangetusikiliza, wakatupatia zile report, tukajadiliana nao, wangejisafisha vizuri, hata wangeenda Senate wakajua kwamba hii kitu tumeulizwa kule na tumedili nayo hivi na tumepeana jibu. Lakini sasa kwa sababu sisi tunapeana statements, inakuwa ni kitu kipya kule. Inakuwa kitu, yani tunauliza vitu ambazo they are genuine halafu hatujibiwi. So the same thing ndio nakwambia, sisi kama organ, kama maybe sasa sijui kama ni kutudharau. Sasa Senate nao ndio wanapeleka kule, sasa ndio inakuwa exposed. There is 398 million ambazo zimelipwa kwa private insurance, ambao alikuwa suggested mbona asiweke kwa SHA, ambayo itafanya nini? Kuna hii unsupported deposits and payments, unakumbuka? Yeah. Kuna hiyo deposit and retention account. There was no register. Okay, there was no deposit and retention register. You understand? Pesa ya hiyo account ili drop, nakumbuka, from 184 million to 125 million without approve. Hiyo pesa ilitumika vipi? You understand? Yeah. The same account wali withdraw 99 million without approval by the counter assembly. Unaona vitu vidharauliwa? Watu wanatoa tu pesa huku, wanaona counter assembly ni nani hawa? Sijui ni mabosi, tulieni mpangwe. Sawa, bosi wa peasumbuliwi. Wacha tupangwe, lakini tutaambia watu wakilifi vile tunapangwa. Unaona, ndio wajue kweli shida kubwa iko wapi. Okay. Ni sisi counter assembly members ama shida kubwa iko kwa executive? Kabla tufunge huu mjadala, I would love to know what's the way forward 2027. Are you going for MCA? Are you going for an MP seat? Ugongane kule na kina Tungule, kina anaitwa Faith, anaitwa Zawadi Kingi. Wacha wapigane hao wawili. Wewe unawaachia wapigane? Mimi nangoja kwanza. Mimi I will seek my re-election. Okay. Watu waganze as an MCA. Okay. Watu waganze wakiona I fit. Nitafanya nini? Utaenda kufanya? Nitarudi. Lakini ukiona kama wamekuangusha? Life will have to continue. You understand? Yeah. But I'll seek my re-election. Nasikia uvumi kwamba nimesumbua sana mpaka nitachezewa mchezo hapo mpaka nisirudi bunge tena. Kwa sababu nitakuja kuzidi kusumbua. Washindwe katika jina la Yesu. Yes. Lakini uamuzi uko na nani? Na watu wa Ganze. Yeah. Wakifanya vile wanafanya, sijui kama watalifanyaje. Sijui kama ndo wanataka nisikue kwa debe ili wafanye mazingaombo nisikue kwa debe, ama sijui wataka kuniua kabla ya 2027 ndio sionekane kwa debe, ama sijui wataniibia. I don't know, but I will seek my re-election. Okay. I will ask votes kutoka kwa watu wa Ganze, na mimi nimewafanyia kwa sababu from the legislation, oversight na representation, I have done it perfect as per my understanding. Okay. Ukitaka kujua proof, waende counter assembly, hands and reports are there. They will see how I've represented them, how I've done my job in oversight, how I've done my legislation, and those are my mandates. Ikikuja mambo mradi kule, inafanyika. Sasa governor naye ataomba kura. Okay. Ataambiwa naye mradi wa haujafanyika, kwa nini? Hayo maswali ya nani? Ya hao ni ya governor. Naomba kwa dakika moja uzungumze na mtu wa Kilifi. Kwa mtu wa Kilifi, this is your county. Na pesa yoyote inayoingia kwa county, si ya Karisangirani, si ya Governor Mung'aro, si ya Senator Madzayo, si ya women rep, pesa inayoingia Kilifi county, hata ikiwa imeingia through national government, through county government, that money belongs to Kilifi people. So as far as sisi tunang'ang'ana ku oversight kufanya nini, lakini ile pesa ni yetu sote, sisi tunamrepresent. So sisi tukifanya kazi yetu, ikifika pale imefika, uamuzi mkubwa uko na wananchi wa kuchagua wale viongozi ambao wana feel
2027 will be the best for them to see them through hizi shida zote ambazo zimepitia. Asante. Umeshamsikia mwenyewe amezungumza from the horse's mouth. He will be vying or he will be defending his seat as an MCA kule Ganze. Na mengi personally nimejifunza mambo mengi. Kuna vitu vingi sikuwa ninavijua. Kuna challenges za county assembly nilikuwa siko na information nazo, at least today nimezijua. Kuna vitu ambavyo vinaendelea katika hizi counties na katika wards na ma MCAs wamenyamaza. That is quite unfortunate. However, uamuzi ni wako mwenyewe. Umeshapewa indicators. Kaa chini, analyze the indicators. Ujipigie maamuzi wewe mwenyewe. But until next time, thank you very much to Flight School. Thank you very much to Gift Photography for the amazing cast and every single shot. Asanteni sana to our amazing host Kijiji Chumani. Asanteni sana. May God bless you. Until next time. Jamani, tukutane. Nawapenda sana. And this is the Sit Down. Mimi naitwa Anita Santuri. Mgeni wetu wa leo alikuwa ni Mheshimiwa Karusa Ngirani, our very own homeboy kutoka kule Ganze. Unajua mimi natoka Milore. Milore iko Sokoke wote. Iko Sokoke. Milore ni kwenu, nani kwenu? Unasema unatoka Milore na ujui iko Hodiga. But I know my MP is Tungule though. Your MCA is Taura Mwene. Taura, mwanzo huyo Taura namtafuta. Taura nilimuuliza. Taura, my friend, what happened? You used to be like this. What happened? Akasema nilifunga mdomo. Lakini that's story for another day. Until next time, same time, mimi naitwa Anita Santuri.